Jamani, kwa wale ambao mna macho, si ndio? Ramani yetu ndio hii hapa. Hapa tulivyo tuseme ili tuelewe wote kwa pamoja. Kae hivi. Sawa eh? Eneo la shule ni hili hapa. Sawa jamani? Mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa, eneo hili ni la kwako. Kwa sababu eneo ambalo liko kwenye mtaa wako. Kwa msimamizi wa eneo la shule iliyo kwenye mtaa ni nani? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Si sawa jamani? Kwa eneo lako ambalo mimi leo nimeliona lina ekari 6.96. Ekari 6. Sawa? Barabara yako ya mtaa ya block A ni hii hapa. Umeona? Imenyooka straight. Hapa kwenye kona hapa ambapo malori hapo kuna kama kakona kadogo hivi. Na huku kuna kona kadogo kwenye kiwanja cha kwanza ambacho ndio kiko pale. Viwanja vingine vyote vimenyooka. Kwa barabara yenu ni hii hapa, ni barabara kubwa. Sawa? Ni barabara ambayo isiyopungua mita 10. Kwa ni barabara kubwa ya mjini. Sawa jamani? Kwa tunachokuja kukifanya hapa afisa ardhi ni kufufua hii mipaka. Kiwanja cha shule kimenyooka. Si ndivyo? Hakina mjadala. Sawa, barabara yenu imenyooka, eneo lenu limenyooka. Sawa. Hatuna jambo lingine la kubishania. Sasa kwa mtu ambaye atabishania hii ramani kwamba hili sio eneo la shule na hapa pamenyooka na hata haya malori yalivyokaa hayapo, sawa. Huyo ameamua kuwa mkorofi. Si ndivyo? Sasa endapo kutakuwa kuna uhitaji au kuna eneo linaloweza kutumika kwa ajili sijui ya kupaki magari kama mradi, ina maana hayo ni masuala yatafuata baadaye sana, baada ya kwanza tu tumeshatambua eneo la shule liko wapi, ukuta umepita wapi. Sawa mweneze? Yani sitegemei kuacha ubishi huku nyuma kati ya aidha na chama na serikali ya mtaa. Hapa kuna maelekezo mawili ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi. Jambo la kwanza, ujenzi wa ukuta lazima uendelee, uanze kuanzia pale ulipoishia mpaka kufika mwisho, kutenga eneo la shule na eneo la barabara. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni elekeze TARURA wafike hapa kuja kuifanyia ukaguzi barabara hii ambayo ina madimbwi na kipande chake kimoja hakijaweza kutokea kule mwisho kwa sababu kuna malori yanapaki. Kwa TARURA waje wahakikishe kwamba wanaiangalia barabara yao na vipimo vile vya barabara waweze kuviainisha vizuri, wananchi waweze kujua umbali kutoka kwenye barabara na maeneo yao, kwa sababu kama ukiangalia hapa wananchi wamejenga nyumba zao nzuri kabisa na kila kitu. Sasa ni vyema tukaja haraka tukaainisha mipaka hii ili kama kuna marekebisho ya kufanyika yafanyike, badala ya kuja kuanza kukimbizana kuwabomolea wananchi nyumba zao. Haipendezi wala haitakikani itokee kwamba mwananchi ameshajenga ameishi kwa muda mrefu, kesho tunaanza kumwekea X na kumbomolea wakati muda wote sisi tupo tunaangalia mipaka yake haijaainishwa. Kwa hiyo hili ni agizo kwa TARURA kwamba wafike kwenye barabara hii, wafike ofisi za mtaa, wakutane na viongozi, waonyeshe au waainishe eneo la barabara kwa kushirikiana na watu wa ardhi ambao tayari wapo. Lakini pia nimekagua baadhi ya miundombinu ya shule zote mbili, Mabibo na Makuburi. Kuna madarasa zaidi ya 9 ambayo nimeona hali yake sio nzuri, lakini wapongeze walimu kwa hatua walizochukua kwa sababu bado kuna madarasa mengine kuwatoa wanafunzi katika madarasa yale ili kutoa nafasi ya kuweza kufanyia marekebisho. Kwa naamini ofisi ya mkurugenzi lakini pamoja na walimu kwa kupitia wadau mbalimbali na wenyewe watatafuta fedha kurekebisha maeneo hayo. Kuna swala la choo, watoto wameniambia hapa, ni lazima twende tukahakikisha kwamba kile choo tunakiboresha kwa haraka ili watoto wetu wawe katika hali ya usafi. Lakini agizo la 4 ni kuhusu lishe. Sasa hili nalitoa kwa ujumla kwa wilaya nzima, shule zote za msingi na sekondari. Swala la lishe tayari kuna mwongozo wa serikali namna gani wazazi wanaweza wakachangia lishe ya watoto. Kumpeleka mtoto shuleni, mtoto anaamka saa 12 ili aweze kufika shuleni. Akifika hapa anakaa mpaka saa 9:30 aweze kutoka. Kuna watoto wengine wanahitaji yale madarasa ya remedio kwa sababu ya kuchelewa kuelewa baadhi ya maeneo. Anakaa mpaka saa 11. Huwezi kumkalisha mtoto zaidi ya masaa 12 bila kula chochote.
huyo mtoto hata uelewa wake utakuwa ni wa mashaka sana. Kwa hiyo niwaombe sana kwanza wazazi kutambua kwamba swala la lishe ya mtoto ni la kwetu sote. Sio swala ambalo unasema kwamba tumewaachia serikali wafanye wenyewe. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, nyinyi ndio mtakuwa wa kamati za uhamasishaji wa lishe mashuleni, watendaji wa kata, kaeni na wazazi pamoja na wenye viti wa kamati za shule na viongozi wote katika ngazi za kata wakishirikiana na maafisa elimu kata kuhakikisha kwamba kila mtoto anakula shuleni kwa kadri inavyowezekana kwa utaratibu ambao mtakuwa mmejiwekea wenyewe. Pale ambapo tunahitaji kufanya hamasa kwa pamoja, tushirikiane kuhamasisha watoto wetu waweze kupata chakula shuleni. Na nyinyi huku kama mnavyoona ndio wenye kata. Umeona Yaani maendeleo haya yanatakiwa yaanzie kwenu wenyewe. Kwa hiyo endeleeni kupeana ushirikiano, mpeni ushirikiano mkubwa sana mwenyekiti wa mtaa. Kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa katika eneo hili. Yeye ndiye bosi kama anataka kuwa bosi, lakini yeye ndio kiongozi. Sasa asije mtu akamchukulia mwenyekiti wa mtaa kama ni mtu wa kawaida tu. Na mwenyekiti wa mtaa pia na wewe mwenyewe popote ulipo usijichukulie kama ni mtu wa kawaida. Na hii ni kwa wilaya nzima. Wenye viti wa serikali za mitaa, simameni kwenye nafasi zenu, onyesheni uongozi katika mitaa yenu. Ibueni kero za wananchi katika mitaa yenu. Jaribuni kutatua kero kwa kuwa wabunifu katika mitaa yenu. Hatujawachagua pale mkakae tu ufurahie mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Usubiri kwa sababu una muhuri wa kugonga dhamana, usubiri kwa sababu kuna kaeneo kawazi unataka ukauze, au kuna kaeneo kawazi ambapo labda unaweza ukapata kachochote ndio unajiita mwenyekiti wa mtaa. Hapana. Kwa wilaya nzima wenye viti wa serikali za mitaa wafanye kazi. Nashukuru watangulizi wako, lakini mshukuru afisa tarafa Kiano. Wakati miaka naingia kwenye udiwani, miaka nyuma hapa ilikuwa inafanywa garage. Watoto wanafanya mitihani madarasani, mitihani kabisa. Na hapo kwenye mitihani lakini kulikuwa unafanyika matengenezo ya malori. Lakini kwa juhudi kubwa za afisa tarafa alipambana hapa karibu ni wiki 2 kuyaondoa malori kutoka eneo la shule kuyaweka eneo lake. Na vile vile tulipanda miti kuzuia malori yasiingie tena kwa maana alikuwa anafika hapa. Lakini ufumbuzi halisi naona sasa tunaenda kupata leo kwa ukuta huu. Tunaenda kupata kwa ukuta huu. Haya yote yanayofanyika ni juhudi za serikali yetu. Tunakushukuru sana. Mfuko wa jimbo ulitoa fedha lakini hatukuweza kuendeleza ukuta. Ile fedha tukaona itarudi. Na ni kwenye halmashauri itarudi. Tukaamua kujenga ukuta mdogo pale na kuweka mageti 2 pale. Lakini ukuta kidogo kulikuwa na mvutano, lakini sasa mwarobaini wake umekuja umetatua kama geti pale. Mheshimiwa DC, sisi tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa mambo mawili. La kwanza, kasi ya utumishi wako ulioanza nayo katika wilaya yetu ya Ubungo. Lakini la pili, tunakushukuru kwa utumishi wako uliotukuka. Na sisi Ubungo Mwongozo na hapa Makuburi tunafurahia ujio wako kwa sababu juhudi zako, sifa zako, kazi zako si za gone kujificha. Zinajulikana, zinaeleweka na zinaonekana kwa macho. Tunajivunia kuletewa mwana mapinduzi katika Ubungo yetu. Na tunataraji mabadiliko makubwa sana. Lakini kikubwa hasa tulichojivunia Mheshimiwa Rais wetu. Kwa tunatarajia na Ubungo na viongozi wengi sana vijana. Tutakimbizana, tutashikana mikono, tutatiana joto katika kufanikisha hadhi ya Mheshimiwa Rais. Kuhakikisha kwamba kila eneo ambalo tunaona lina utata aidha kwa wananchi wetu, basi tunaligusa, kuendelea kuacha alama za kiuongozi, lakini vile vile kuiletea sifa chama chetu pamoja na serikali yetu ya Mama Samia. Kikubwa Mheshimiwa DC, karibu. Karibu kwa sababu umekuwa msikivu na tunajua ni jinsi gani unapenda watu kukimbilia. Na sisi tunakuahidi ushirikiano wakati wote. Na yale yote ambayo umeelekeza hapa kwa upande wa ofisi yangu mimi wa serikali ya mtaa, Mheshimiwa DC, na kuhakikishia nitatekeleza bila huba.